Na mtazamaji wa CF Media, karibu sana katika kipindi kizuri cha michezo. Na leo hii tumebahatika kutembelewa na mgeni wetu, mchambuzi wa masuala ya michezo, si mwingine ni ECK. Tutaenda kuangazia klabu zetu ambazo zinashiriki katika michuano ya kimataifa, tukiangazia upande wa Yanga, Simba, tukiangazia upande wa Azam, lakini bila kusahau Singida Black Stars. Karibu sana uweze kuambatana na sisi mwanzo mpaka mwisho. Na sasa tuanze kuangazia kuhusiana na club ya Young Africans. Tunaona kule nchini Malawi wakaanza kufungwa goli moja bila. Na tuliotazama namna ambavyo wanacheza ni kama vile timu haikuwa na muunganiko mzuri kuanzia katikati kuendelea mbele. Kosa la Young Africans lilikuwa ni wapi? Kwanza asante sana, nimepata nafasi ya kujumuika na nyinyi hapa ili tuzungumze baadhi ya masuala ya kimichezo, na kubwa ni kufanya utathmini ama uchambuzi kwa vilabu vyetu vinne ambavyo vinatuwakilisha kwenye mashindano ya kimataifa kwa vilabu. Tunao vilabu viwili wakubwa, bingwa mtetezi klabu ya Yanga pamoja na Simba, wao wapo klabu bingwa barani Afrika. Lakini shirikisho barani Afrika tunaye Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Hawa ndio wamebeba bendera ya nchi yetu kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Ukitizama kwa haraka, yani kabla sija kwenye swali lako la msingi kuhusiana na klabu Yanga nini walichokikosea ama kilipungua kitu gani, kwanza ukivichukua vilabu vinne vyote unaweza ukaona tukitengeneza msimamo usio rasmi kwenye makaratasi, Simba ana pointi 3, magoli 3. Azam ana pointi 3, magoli 2. Singida Black Stars ana alama 1, ana goli 1 la kufunga na amefunga goli 1. Lakini Yanga yeye amepoteza mchezo na ameruhusu goli 1-0. Tafasiri, kinara kwenye msimamo kwa vilabu vitu vinne bila kuangalia mashindano gani, Simba ni kinara, Yanga ni wa mwisho. Huyu ni bingwa mtetezi. Nini kilifemea kwa klabu ya Yanga walipokuwa nchini Malawi zidi ya wa Malawi? Jambo la kwanza jepesi kabisa kwa Yanga hawakuwa sawa toka mchezo wa mwisho wa ligi dhidi ya Mbeya City pale Mbeya. Sare ile ilizua mambo mengi sana, taharuki kubwa kuanzia kwa mashabiki wa klabu ya Yanga na kwenye mitandao ya kijamii, lakini hata sura za viongozi wa ngazi ya juu wa klabu ya Yanga ambao walipigwa picha wakiwa kwenye jukwaa pale Mbeya walionyesha sura zilizosawiri maumivu na kutokuamini kilichokuwa kinaendelea. Lakini pili, mchezo uliokuja klabu bingwa huu nazungumza nchini Malawi wanapoteza kwa 1-0, huku ikiwa Yanga ni dhaifu zaidi kwenye uwanja kuliko Yanga nyingine. Vidole vyote vikaelekezwa kwenye benchi la ufundi la klabu ya Yanga chini aliyekuwa kocha wa mkuu Romain Folz, na tukashuhudia pale Romain Folz akifurushwa kazi kutokana na matokeo mabovu ya klabu ya Yanga. Kwangu mimi shida ya Yanga ilikuwa kwa kocha ni shida ndogo zaidi, lakini shida kubwa kwa Yanga ambayo mimi nilikuwa naiona, ukianzia tangu mchezo wao dhidi ya Pamba wanashinda goli 3, namna Pamba walivyojaribu kuipa majaribu klabu ya Yanga kipindi cha kwanza ilitosha kukwambia Yanga haipo sawa sawa. Lakini Yanga walivyoenda kwa Wallet wakashinda, Azizi Ndambwida anafunga goli mbali sana, watu ni kama wakasahau kuona Yanga iko sawa. Lakini walivyorudi kwenye ligi, Mbeya City ikatukumbusha panapovuja kwa klabu ya Yanga ubora wa mchezaji mmoja haikuwa sawa. Alafu hofu yangu nyingine ni kwamba Yanga kama ilitaka kulazimisha wachezaji wapya waingie kwenye kikosi cha kwanza kwa haraka. Kwangu mimi kikosi cha Yanga cha msimu uliopita kilikuwa ni bora zaidi kuliko hawa wachezaji wapya ambao walikuwa wanaingia. Nilitamani kuona Yanga wakiwaingiza wachezaji wapya taratibu kwenye kikosi. Haikuwa na lazima Dumbia lazima wacheze. No, ilikuwa taratibu, sababu Yanga ilikuwa haina shida kubwa kama kwa tunazao klabu ya Simba. Ndio maana Simba wao wengi wapi ilibidi waingie kikosi cha kwanza kwa haraka kwa sababu ya mapungufu makubwa, lakini Yanga ilikuwa na mapungufu ya hivyo kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo shida yangu ya kwanza, mwalimu alitaka kujaribu kuingiza wachezaji wengi wapi kwenye kikosi cha kwanza pasina kujua madhara yake nini. Kwa hiyo tukaanza kuona taratibu uwezo wa kocha ukawa unaonekana ni mdogo kwenye kupanga na kupangua kikosi cha kwanza. Kwangu mimi nilikuwa nikitizama Yanga, nilikuwa naiona bado Yanga ni timu bora. Hala sikuwa na hofu. Hata kama ikuwa asicheze Dumbia asicheze, hata kama Boeli asianze, bado Yanga ilikuwa ina timu bora ya kushindana kwenye pichi na timu ya daraja la Malawi na kupata point. Kwa hiyo kwangu changamoto ya kwanza ilikuwa kwenye benchi la ufundi, maana benchi la ufundi lilikuwa lina hisia nyingi mchanganyiko. Hawajui waamue nini, wafanye nini. Na kibaya ile pressure ilikuwa inabaki kwenye dressing room. Ulikuwa unaweza kuona kwamba kuna namna kocha anashindwa kucontrol
timu uwanjani anashindwa kuwasilisha ujumbe na ukaenda kwa wachezaji moja kwa moja, maana yake tunaanza kuiona eneo la kwanza lililokuwa na shida kwenye pichi ni eneo la uwanja, lakini pili ni eneo la uongozi. Uongozi ukapokea ile pressure kwa mashabiki na wakaamua kuondokana na mwalimu. Wako sahihi, lakini kwangu mimi nilikuwa naamini Yanga alikuwa hawana pressure ya kubwa ya kulazimisha kuna majina yacheze. Watu wengi walitegemea baada ya kuondoka Khalid Aucho nambari 6 angekuwa Balakonte. Huyu ni mchezaji mpya ambao walimnyang'anya Simba kwenye siasa za usajili, si ndio? Kwa watu wengi walikuwa naamini Balakonte amekwenda kwenye kikosi cha kwanza. Mwalimu akaona Azizi Ndambwile. Shida ya kwanza, wachezaji wakubwa namna daraja kile Balakonte wameletwa mawakala wakubwa, unampeleka kwenye mbao, inabidi kocha uwe imara kweli na utafute matokeo na uyapate. Lakini tukaanza kuona kuna changamoto ya Shabalala. Shabalala anzi kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga. Na mashabiki wengi wa Yanga kwa sababu wamempoka Simba walitegemea Shabalala anzi kikosi cha kwanza wasikira wanange watani zao jadi. Lakini Folz akaona hawezi kwenye kikosi cha kwanza. Shida ya pili. Sasa mchezaji wa daraja la Shabalala Balakonte inasemwa ni kipenzi cha tajiri, kamleta mwenye kampambania mpaka kumleta. Ukiwa uwapangi kikosi chako cha kwanza, ni lazima uwe unapata matokeo wewe kocha. Ujasiri huo walikuwa nao makocha aina ya kina Jose Mourinho. Jose Mourinho kwa kukuibia tu mawaidha. Jose Mourinho aliwahi kumkataa mchezaji mwenye daraja la Andrei Shevchenko. Anatoka AC Milan ama AC Milan. Analetwa Chelsea na tajiri Roman Abramovich. Yeye ni rafiki yake. Wametoka ile Ulaya Mashariki. Umenielewa? Sijui Ukraine, Urusi huko. Ni rafiki yake, anamuona kama mdogo wake, kama ndugu yake. Anamleta Chelsea, ametoka AC Milan akiwa top, alafu Mourinho anamwambia hapana, mimi naanza na Drogba. Drogba katoka Olympique de Marseille tu. Umeelewa? Alikuja mtu anaitwa Mateja Kezman. Naye jina kubwa kaletwa na tajiri, lakini Mourinho anasema hapana, mimi wangu ni Didier Drogba. Sasa Romain Folz kitendo cha kuona kumpeleka Balakonte bench, japokuwa Azizi Ndambwile alikuwa anafanya vizuri, lakini mashabiki wengi wa Yanga hawakutamani kumuona Ndambwile kuliko kumuona Balakonte kwa sababu wamemwiba klabu, wameibia Simba. Kwa hiyo nafikiri dressing room ilikuwa haina utulivu, na kwa sababu kocha ni mdogo, kocha hana mafanikio ya kina Miguel Gamondi ama kina Nasreddine Nabi, ilianza kumuelemea hiyo. Akakosa nafikiri ushirikiano wa moja kwa moja kwa baadhi ya mazingira, na akampelekea pressure kwa mashabiki na imemuondoa. Kwa hiyo shida ya Yanga ilikuwa eneo la benchi la ufundi zaidi kuliko kwenye picha mchezaji mmoja. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans wanasema wachezaji walioingia na waliotoka inaonekana kama vile ni vipaji viwili tofauti. Unamzungumzia Chama, unamzungumzia Aucho, lakini pia Aziz Ki. Sasa wachezaji ambao wameingia wanasema vipaji ni vile ambavyo vinapishana. Ni kweli. Ukimzungumza Stephen Aziz Ki MVP wa mpira wa nchi yetu. Ukimzungumza Khalid Aucho miongoni mwa top kabisa, top midfield katika nchi hiyo kigeni alocheza. Lakini Clatous Chama ni mfalme katika wachezaji wa kigeni kwenye miaka hii 10. Chama ni mfalme kabisa kwa mambo aliyofanya. Amecheza Simba, amecheza Yanga, tunapozungumza iko Singida, akacheza vilabu vikubwa vitatu. Wageni wengi sio wanaweza kufikia hatua hii. Kwa hiyo ametoka Aucho ameingia Balakonte. Ukichukua kwa ubora Khalid Aucho kamwacha mbali Balakonte, kamwacha mbali Azizi Ndambwile. Lakini mashabiki wa Yanga walitegemea sio Azizi Ndambwile ambaye alikuwa anawekwa benchi na Aucho msimu uliopita, walitegemea Balakonte na ingie kosi ya kwanza. Lakini mwalimu anaona sivyo, huyu haja hana huo ubora ambao mimi nataka timu yangu icheze. Ameondoka Stephen Aziz Ki, timu imewekwa kwenye mgongo wa Pacome. Pacome hana shida, ameonyesha yeye anastahili kuvaa jezi nambari 10 na anastahili kuipeleka timu mbele, si ndio? Ukiangalia amekuja kuwa amejaribiwa mchezo mmoja wa kwanza akaonyesha umachachari, lakini bado mwalimu akimtazama anaona Max Zingile anatosha, si ndio? Ukiangalia amekuja Boeli Dube hafanyi vizuri, anapata nafasi 10 anafunga goli moja, lakini Boeli naye akipewa nafasi unamwona kabisa ni triple shamba, triple garage, nguvu nyingi, maarifa kidogo hayatoshelezi kwenye nafasi. Kwa hiyo unagundua kumbe Yanga mwalimu amebaini heri ni na Prince Dube kuliko kwa Nandi Boeli kikosi cha kwanza, kwa sababu kwenye ufanisi performance haijafika wale. Kwa hiyo kuna wachezaji wapi wamekuja Yanga ukiwalinganisha na walioondoka lazima utawaonea, kwa sababu Dombia bado mimi sitaki kukubali na level ya Chama, bado inampasa apate msimu mmoja, msimu mwingine na msimu mwingine ili tupate daraja lake. Ukimchukua Ekua uweze kuniambia anafanana na Aziz Ki, ni vitu tofauti. Ukimchukua Balakonte, Kouma na wengineo uweze kupata level ya Khalid Aucho. Lakini kwa msimu huu wa kwanza mimi niliamini kocha angepewa nafasi ya kutumia wachezaji ambao anawaamini. Hawa wageni waingie taratibu. Yaani wasilazimishwe kuingia kikosi cha kwanza kama ilivyokuwa sasa. Sababu kuna muda unamwona kocha analazimika kumtoa Mudathiri, ila ingiza mchezaji mpya tu.
So baada ya hayo matukio ambayo yametokea na sasa hivi wanatafuta nafasi tena ya kujaribu hiyo siku ya Jumamosi kuona kwamba wataweza kufuzu hatua nyingine, na pressure ni kubwa, ijapokuwa watu wanataka tusiamini kwamba ipo, lakini ipo kwa mashabiki. Sasa klabu ya Yanga inatakiwa kufanya nini? Tunaona benchi halina kocha mkuu, lina kocha msaidizi ili kuweza kufuzu. Yanga wana wimbo mwingine, wimbo ni mmoja tu, afe beki afe kipa, Yanga ashinde. Punda afe mzigo wa bosi ufike. Kwa wakati huu Yanga inahitaji formula nzuri, inahitaji tu kushinda. Huu ndio muda ambao mashabiki wa Yanga wote duniani wanatakiwa waimbe wimbo huu kwamba tunakwenda makundi, tunakwenda hatua inayofuata. Uongozi wa klabu Yanga hawatakiwi kuhubiri mahubiri yoyote wakati huu. Mahubiri ni aina moja tu, haijalishi kuna giza kwa kiwango gani, lazima tuvuke mpaka huu tuende kwenye nchi yenye nuru ambao ni makundi. Wachezaji, hii ndo nafasi yao pekee iliyobakia ya dhahabu kwa msimu huu kwa klabu ya Yanga, na kwa maana kuvaa ile jezi yenye nembo ya Yanga. Inawapasa wachezaji wa Yanga wakiongozwa na nahodha wao Bakari Nondo wa Mnyeto, Dickson Jobu na wachezaji wengine waandamizi wa dedicate huu mchezo kama ndo mchezo wao wa mwisho kwenye msimu huu wa 25-26. Kama Yanga atapoteza mchezo huu, gharama yake, risiti yake watakaa nao miaka yote ya maisha yao. Klabu yenye daraja la kuwa kwenye klabu nambari 9 barani Afrika, klabu ambayo kiongozi wako ni kiongozi wa shirikisho la vilabu barani Afrika, juzi kateuliwa kwenda FIFA, klabu ambayo imemuuza Stephen Aziz Ki kaenda klabu ya Wydad Casablanca, klabu ambayo imemzuia Clement Mzize asiende klabu nyingine, itakuwa ni aibu fedhea Yanga kifungwa na kutoka hatua hii. Kwa hiyo lugha nyepesi, huu ndo muda pekee ambao sio kocha tena, ni wachezaji kuamua kuonyesha thamani ya jezi ya klabu ya Yanga. Mimi nakumbuka Siara Belouizdad alimkanda Yanga 3 kwa duara akiwa kwake, akaja kula 4 hapa. Pacome Zouzoua akionyesha maajabu mengi sana usiku ule. Mimi nakumbuka washakuja hapa watu wamevimba na Yanga kawapasua. Kuhusu kushinda, mimi naamini Yanga wana nafasi ya kushinda, lakini sio ya 100%, kwa sababu hata wa Malawi wanakuja hapa wanamtaja goli 1 na point 3. Watakuja kutafuta sare ama wafanye chochote kile, hata wafungwe 2-1 waende. Naamini wana uwezo wa kufuzu mchezo huu, lakini ni kwa namna ya kipekee kwa wachezaji kujitoa, mashabiki kama mshabiki kama mteja 12 kwa wengi kushangilia, na kwa kuwa mechi ni bure, naamini pressure kwa wa Malawi itakuwa kubwa sana. Mungu ibariki Yanga ifuzu tu hii. Klabu ya